hizo gari. Na mimi naye nikamuona nikiwa mbali. Nilipomuona nikiwa mbali, nikajaribu kanyaga hiyo gari brake na kulikuwa kumenyesha. Kwa basi hakuna mtu alipata injury. Niliwauliza wote, hakuna mtu alipata injury. Askari wakawaambia kama iko mtu amepata injury, twende hospitali. Kulikuwa saa 8, kitu saa 8. Wadau na wadaku, nani ameona hizo clips za Silas Jirongo? Familia yake imefichua kila kitu. Guys, kumbe kwa gari yake kulikuwa na CCTV camera na watu hawakujua. My God, kumbe ilikuwa ni setup ya kifo yake. Guys, hii leo nayo itakushtua. Haki ya Mungu, hii leo nayo hata mimi mwenyewe imenishtua. I'm still in shock mpaka sai. Hebu nipekezo video hapa hivi uzione. Pia wewe ushangae, usituke pia wewe. Anyway, thank you for the love and support. Thank you for everything. I love you all guys. Don't forget to like. Yani ukifungua hii video tu hivi kitu ya kwanza like tu. And subscribe the channel if you haven't. Sasa before we jump into the story ama we jump into the videos, kabla niwaonyeshe hizo videos, umeona hizo video zimeweka hapo mbele, huyo driver aki-explain. Sasa inasemekana huyu driver gari yake ilikuwa haina watu. Cause tangu driver hiyo ajali patikane mpaka saizi hakuna mtu amejitokeza. Sasa ni 2 to 3 days hakuna mtu amejitokeza akasema nilikuwa kwa hiyo gari na driver, lakini sisi lakini hiyo gari ikapata ajali but sisi hatukuumia. Hakuna mtu amejitokeza kwa hiyo gari na kuambia akasema ati nilikuwa hapo. Hakuna. Sijaona mahali, nimetafuta kote sijaona, ndio maana nikuja kufanya hii video. Sijaona. Again, familia yake imeenda kinyumbani. Familia yake imeenda kinyumbani. You guys mnajua waambie, and mtu ananiuliza ni nani by the way amekufa. Kabla twende mbali, acha nikwambie huyu alikuwa MP, a former MP wa Lugari MP. Na ni mwanasiasa wa Kenya mkubwa sana. Mwanasiasa na sasa familia yake after kwenda kinyumbani, you guys unajua vizuri mtu kwenda kinyumbani na maanisha nini. Sasa wakafichua siri mingi sana. Kumbe huyu mtu akiwa kwa nini, kumbe hakuwa anaelewana na nini hawa nini, sibisa kwa raja hawa wakubwa. Mnajua nikisema hivyo mna connect dots haraka. Sasa kumbe hakuwa anaelewana. Na kumbe alikuwa anapiga vita serikali. Guys, alikuwa anapiga vita kumbe serikali pia chini ya maji. Elewa kitu nakwambia. Sasa tukiendelea mbele, familia yake ikaenda kinyumbani na imefichua kila kitu. Imefichua mwanzo mwisho ya kifo cha nini imefanya kifo nini imefanya akanini. Wengine wanasema ati alikuwa amelewa, wengine wanasema hakuwa amelewa, bibi yake mwenyewe anasema hakuwa amelewa. Bwana yake hakunywa pombe, amesema hivyo. Sio sijui kama ni kweli. Bibi yake amekanusha madai kusema my husband anakunywa pombe. No, bibi yake amekanusha madai na amesema nilikuwa nimeongea naye few minutes. Akaniambia anakuja nyumbani ni muandalie chakula yake. It is very sad. Mtu anakupigia simu anakuambia I'm coming I'm on my way, then boom unasikia ati ajali. But ukifuatilia vizuri story ya ajali hakuna. Huyu driver mwenye ana-explain hapa akisema ati alikuwa ana overtake, sio anafanya nini. Ukijaribu kufuatilia story vizuri unakuta hii story ni cooked story. Ni cooked story. But familia yake after kwenda nyumbani imegundua kuna mtu anafanya na yeye kazi. Na mtu nataka nimtaje hapa, nataka niweke hizo videos hapa hivi at the end of this video. Make sure you watch. Nataka uniweke hizo video hapa. Nataka pia ujione alafu utaniambia hapo chini kwa comment section kama hii ni vizuri. Guys, tukoni makini sana na watu tunafanya nao kazi, because some of us watutaki mema, some of us wanatuwazia mabaya. Some of us wapende kuona tukiendelea. Some of us wapende kuona tukiwa na kitu. Some of them. Some of them wapende kuona watu wakiendelea. Si ndio? Wapende kuona mtu akiwa na kitu yote. So, tukiendelea mbele, hizi clips zinajaribu kuonesha venye huyu baba alikuwa anakufa akisema. Na akitaja majina ya kila mtu mwenye alikuwa anafanya na wao akivunia wamehusika na yeye. Na hii after kwenda kinyumbani, after hii video kulipuka, sasa familia yake imeona hapana.
imeamua tena ku release the CCTV nini and everything. Zaidi zilikuwa hiyo barabara inasemekana haina CCTV. Hiyo lakini kwa gari yake kulikuwa na CCTV. The wife amesema kwa gari yake kulikuwa na CCTV na kulikuwa na kila kitu yenye inaonyesha kila kitu yenye Silas Njoroge. Na kumbuka guys, huyu ni mtu mkubwa, huyu ni MP, si mtu hivi. Wanasiasa mkubwa sana wa Kenya. So lazima gari yake ikuwe na hizo tracker and everything. So tukiendelea mbele, hizo video zinaonyesha, hizo video nakuwekea hapa uzione. Usikie utafuta kwa utaniambia. So kifo yake paka saizi inasemekana tu road accident, na guys umeona vile amekufa kwa accident mbaya. Hiyo accident ni mbaya kabisa. Yaani ni gari gari imepiga, yani imekulika yote. Hakuna kitu pale. Lakini shocking story ni hiyo dereva mwenye anasema ati gari yake iligongana na hiyo climax. Na huyo dereva mimi naona tu ako tu sawa, hajaumia popote, na anasema ati amesave 67 passengers. 67 passengers, hakuna hata mmoja ametokelezea akatuambia sasa mimi nilikuwa kwa gari. Kasi gari tumeona accidents mingi sana, watu gari zimegongana nini, lakini unakutanga lazima kwa gari kuna tu mtu mmoja ametokelezea pale akajiona akasema mimi I was there and this is what happened, it was this time. Na ukijaribu kuangalia time hiyo jamaa anasema na time hiyo Jaramogi amekufa ni vitu mbili different. So we don't understand what's really going on. We don't understand what is nini really happened kwa hiki kifo ya huyu jamaa mpaka akakufa tu hivyo tu kidogo at the age of 64. It is very changanyika kiasi, but kitu tunaomba ni Mungu apatie familia yake nguvu, bibi yake, watoto wake. Ni mbona kuna watoto wengi, Mungu apatie bibi yake na watoto wake nguvu, because it is not easy losing a parent, losing your grandpa, losing your child. Mama yake mbona pale analia vibaya sana guys, it is very bad and si kitu rahisi guys, si kitu rahisi. Lakini mwenye amehusika kwa hii kitu, Mungu nakwambia anaenda kumtandika kiboko mbaya kabisa. Mwenye amehusika kwa hii kifo ya huyu jamaa, juu kifo yake ni kifo imepikwa, si kifo hivi. Hata kama ilisemekana tu akufa kwa road accident, but ilikuwa imekiwa paka time, paka sanyara kufa, ilikuwa imekiwa paka time na paka ikulu. Yani it is planned. Ilikuwa kifo ilikuwa planned. So guys, ni hayo kwa sasa. Wewe kama hujasubscribe, kindly subscribe to this channel, leave your comment there in the comment section. What do you think of this story? Because mimi naona kama ni story cooked story, because hakuna vile unaniambia mtu atakufa na road accident. Hakuna mtu anajikuta paka sasa akasema I was in kwa hiyo gari, I was there, I witnessed. Polisi mwenyewe amesema mimi nilikuwa kwa hiyo barabara lakini sikuona anything kwa barabara. So hii kitu ya nini is very complicated. If you jamaa, it is very complicated, and just to pole kwa familia, pole kwa the wife and the children and everyone who is closer to him. And hata sisi pia tumepoteza mwanasiasa mkubwa hapa Kenya. So Kenya in generally tumelose someone here. So guys, ni hayo tu. Blessings. Don't forget to like the video. Yeah, acha ngoja hizo videos ziko hapo, afu mtaniambia pia nyinyi.